amezaliwa mwana. Hiyo ndio habari kuzidi. Amezaliwa mwana. Emmanuel katika hori yangu. Ukasubiramu. Barachani hawapo. Nona ni mzabyara Yesu Mungu. Matujue yule atakaye zalana yeye. Ni baba yako? Mama yako? Hii ndio uongo tu. Furufurubi. Hakukataa kufa kifo mbaya. Ndetse upfuko ku musaraba. Hata kifo msalabani. Ayo magambo abagereho namwe. Maneno haya yaweze kuwafikia nanyi. Wewe kwa none wewe uhinyura urukundo rw'Umukiza. Ni wewe unayajua leo kwa kuwa unadharau upendo wa Mwokozi. Upendo tu watoto wa kama hauna huo upendo wewe si mwana. Ni mudafite urwo rukundo amenyeleza kutera umwana w'Imana. Na sisi tupenda kama Baba Mungu uko Imana data twese. Ndiyo hii na sana nani kufia mimi niwe huru. Ati Yesu yarambire kwa msalabani niokolewe. Kandi amani kwa kuwa mtumwa wa shetani. Yewe nalipata Satani. Yuda Yesu anaona moto ya moto kutekeleza akakumizi mabasi. Anakuambia kabisa kwa sauti ya rema. Wino mwana wanje wimuka. Usiangamie. Mazena ukamusubiza. Ochizinchaka kukizwa. Ena zako mimi sipendi wokovu. Uko ya kuwa wale. Anakumbuka jinsi akawamechi. Na machozi yako nyingi. In blood. Anakulilia. Wewe utalia. Kwa wewe. Jambo. Usenge kugira ngo dukomeze. Tutaomba mbele ya kuendelea. Tunakushimye data wa twese uri mu ijuru. Tunakushukuru Baba wetu uliye mbinguni. Ubuntu n'uburinzi bwawe turabibonye. Neema na fadhili na ulinzi wako vimezidika kwetu. Tuje dutera na izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndivyo vimetukusanyisha siku ya leo, jina lako lihimidiwe. Twazanywe no kwibuka urupfu rw'umwana wawe Yesu. Tumekuja kwa kukumbuka kifo cha mwana wako Yesu Kristo. Ubundi yitwa Kristo. Na jina lake ni Kristo. Kandi natwe turamukurikiye niyo mpamvu turi abakirisitu. Nasi tumemfuata ndio maana nasi ni wa Kristo. Ushoboze kuba neza. Utupe nguvu za kuwa wa Kristo kamili. Kwishushanya n'iki gihe kibi. Tusiwe wenye kujifananisha katika nyakati hii ngumu. Ngorane yo kwambara zina na kumwambaro w'idini. Utulinde kuvaa dini tu. Ahubwo duhinduke by'ukuri. Bali tubadilike kwa ukweli. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Eka tuganire ijambo ry'Imana. Hebu tukazungumze neno la Mungu ko ari ryo ryaduteranije. Kwa kuwa ndilo limetukusanyisha siku ya leo. Twarigize tukigera. Na tumejifunza neno hilo tangia tufike hapa. Dukeneye gukomeza kuryiga. Na tunapenda tuendeleshe kwa neno hilo. Uyu mwanya muda huu mbasabye gusenga cyane. Tunawasihi kuomba sana. Baririmbyi uyu munsi Imana ibahumugisha. Waimbaji wa siku ya leo Mungu awabariki. Kuko barashe ku ntego. Kwa kuwa wamevizia shabaha. Kandi ibyigwa mu ndirimbo byadufashije. Na mafundisho katika nyimbo yametusaidia. Rero reka natwe tuganire ijambo ry'Imana. Hebu nasi tuongee neno la Mungu. Ili kutubwira ngo kusabiriza neno la Kristo. Nukumenyeleza gaciro ka Kristo. Guhagaciro igitambo cya Kristo. Guhagaciro igitambo cya Kristo. Ndio jambo tugiye kuba tuganira. Ndio neno ambalo tutalizungumzia leo. Kandi ubwo dusabye ngo musenge munabikore. Na kwa kuwa tumewasihi kuomba muyafanye. Kugira ngo Satani n'abadayimoni babone umwanya. Ili shetani na pepo zote waweze kushindwa wasipate nafasi. Hangira ikibazo. Tunaanza kwa swali. Urisubiza. Wewe utajibu. Mungu bakanga hejuru y'ifunguro ryera. Hii mara ya ngapi mmekuja kushiriki meza takatifu? Hari abaje bwa mbere. Kuna wale ambao wamekuja ni mara yao ya kwanza. Hari n'abasanzwe barikora. Na kuna wale ambao wanashiriki kwa kawaida. Je, ikibazo urisubiza. Swali ambalo wewe mwenyewe utashijibu. Ikibazo cha kabiri. Swali la pili. Ese
iri funguro ryera iyi nshuro meza takatifu kwa muda huu mara irakuvana mu wakangahe no kugeza mu wakangahe, itakutosha katika darasa gani na kukupandisha katika darasa lipi, irakuteza ntambwe iki, itakupatia kupiga hatua gani? Nicho kibazo kugira ngo buri wese yibaze. Hilo swali ambalo kila mtu atajiuliza. Ndio waliishiho. Sababu gani imekuja hapa kushirikora? Sababu gani tutaifanya? Ese n'ubwo wacu tutabona ibyo kurya. Je, ni kwamba huko kwetu hatuna vyakula? Nuko ibyo bibazo bigire neza. Maswali hayo iweze kuorodhesha ni waranga na gahunda bakundana. Unajua kwamba ulikuwa unachukiana lakini leo utapendana. Ndipo ukitangira kumirekura. Unajua kwamba ulikuwa unapanda unajizuiza lakini leo utaendelea kufunga umunsi bakatanwete. Unajua kwamba ulikuwa unaomba lakini leo utarudia na bidii. Ndipo wali kuyizera kibitazi niyo yusubiye kushauri. Unajua kwamba ulikuwa unaamini yale sio alikuwa lakini utaamini yale utaelewa siku ya leo. Igitabo cha Ezekiel y'icyenda kitabu cha Yeremia sura ya 23 kwenye mstari wake wa 23 amagambo twabonye uw'agaciro igitambo cy'umukiza cyangwa Kristo Minisitiri y'Umusani Community Imana ivuga nzana abakiri bose bafite umutima utakebwe w'abambere Egiputa n'Ubuyuda na Edomu n'Abamoni n'Abimowabu n'abiyogoshejwe z'umusatsi bose n'abatuye mu butayu kuko ayo mahanga yose atakeye n'ab'inzu ya Isirayeli yose n'ab'inzu ya Isirayeli bose ntibakebwe mu mutima. Umurongo wo yose ni uteye ubwoba. Aha bari kutubwira uko abantu babaye imbere y'Imana bishushanyije. Makumyabiri na tatu asoma na ine au na tano. Okay. Hariho n'abandi barimba cyane na kuna wengine ambao wanajirembesha sana biyogoshesheje ingoyi z'imisatsi hata kukata nywele bakaza macho yao muri korale wanaingia ndani ya bakaririmba wanaimba bakabwiriza wanahubiri bagatura amaturo wanatoa sadaka bose wale wote bigiye kuzanirwana katika siku zitakazokuja nitawaharibu mbona Israeli hata na wana wa Israeli Israeli yose nyumba ya Israeli yote n'Abayuda hata Wayahudi ntabwo bari barakebwe mu mutima walikuwa bado hawajatahiriwa kimoyo. Ntabwo bari barakebwe walikuwa ni bado hawajatahiriwa ndani ya moyo. Bari barakebwe ku mubiri walikuwa wametahiriwa kimwili umutima utarahindutse lakini roho zao zilikuwa bado kubadilika. Kandi mu Baroma 3 ndani ya Warumi sura ya 23 tugakomeza kuanzia kwenye mstari wa 23 au umutima ndio Muyuda nyakuri imesemeka kwamba Myahudi wa kimoyo ndiye Myahudi wa kweli na ngo Abayuda bo kumwili wao walikuwa Wayahudi wa mwili tu. Reka dukomeze imbere. Hebu tukaendelee sasa. Ibyo byatumije basohorwa n'aya magambo. Haya yalisababisha waweze kufikiwa na maneno haya. Alikuja kuitora umuzingo wa kabiri. Napatikana ndani ya kitabu cha Ushuhuda kwa kanisa Gongo la Pili. Ibyo kuitorero umuzingo wa kabiri. Gongo la Pili kwa Ushuhuda kwa kanisa. Niko niona nisome bwangu. Hebu tuone neno hilo kwa kusoma haraka. Ibyo kuitorero ni Ushuhuda kwa kanisa. Umuzingo wa kabiri. Ni Gongo la Pili. Urupapuro rwa 200 hafi na 3 kwa hiyo kwenye ukurasa wake wa hebu na kwanza 243 kwa hiyo ndio jambo na shaka abagabo n'abizera b'ubutumwa kwa tumishi na wale wanaoamini ujumbe abagabo n'abizera bo mwitorero watenda kazi hata na wale ambao ni washirika wa kanisa rimwe wote pamoja waelewe ya kwamba ubutumwa bwiza budatije kuranangira wale ambao waokolewa ujali kukombolewa na ujumbe wote wanafanya leo kwa migumu. Ubutumwa bwiza budatije kuranangira wale ambao waokolewa na ujumbe unawafunga mioyo. Ndio maana
Iri somo ryo muri Yeremiya 9:24 gukomeza Yesu. Somo hili ya Yeremiya sura ya 9 mstari wa 23. Maana amagambo ateye ubwoba. Mungu amesema mambo ya kutisha. Ibihugu byavugaga Imana. Kuna nchi ambazo zilikuwa zimemnena Mungu. Byatondaguwe. Zimetajwa hapo. Nabita ubwoko bw'Imana. Wale ambao walikuwa wameshidai ya kwamba Abayuda n'Abisirayeli. Wayahudi hata Waisraeli. Bari imbyaro ya wote walikuwa wanafiki kabisa. Mitima yabo ntabwo yari roho zao zilikuwa bado hazijabadilika. baranganaga, walikuwa wanachukiana, bakavuga Imana, walikuwa wanachukiana, bakanekurana, wanatekana, bakavuga Imana, lakini wanamsema Mungu, bakagambanirana, wanasalitiana, bakavuga Imana, lakini wanamsema Mungu. bagiraga Pasika, walikuwa wanafanya Pasaka ariko bangana na wakiwa kabisa na chuki ndani mwao. Imana irabahakanira haya Mungu akayakana na kuyaweka kando. Washitsi nabonye muri aya materaniro, kwa wageni tulioona ndani ya mkutano huu, Pasaka yabayeho mu gihe cya kera, ilikuwa katika nyakati hizo za kale. Yaani kitabu cha Kutoka sura 10 wa kwanza. Uwakane na icyo gice cyose. Sura yote ya 12 yashushanyaga, ilikuwa inamaanisha, yari ikimenyetso, ilikuwa ni alama cyo gucungurwa kw'abana b'Isirayeli bakishubuka batagomwe Egiputa, ya kukombolewa kwa wana wa Israeli wakitoka ndani ya utumwa wa Misri. Abantu bose bari bashoboye kurya barayiriye, wote ambao walikuwa na uwezo wa kula waliweza kula. Ibyo bivuyeho, hapo tunaondoka hapo. Kino gihe turimo, katika nyakati hizi ntabwo tukitamba Pasika, sisi hatuwezi kufanya ntabwo Pasaka, Pasika, sisi hatufunge Pasika, hatufanye Pasaka, nta munsi wa mashamuri, hakuna siku hiyo nyingine ya matawi. Oya, ibyo bibaho hasipo tena. Ahubwo mu Bakorinto 5:7 Yaani Wakorinto sura yake ni 5. atubwira ko Pasika yacu yatanzwe. Natuambia kwamba Pasaka yetu ni Kristo aliyeishi. Pasika yacu yaratanzwe. Pasaka yetu iliweza kutolewa. Ndiyo Pasika ni Kristo. Na Pasaka hiyo ni Yesu Kristo. Yesu ni mzee tuliye kumusaraba. Unajua kwamba Yesu aliweza kufia msalabani? Iyo kamana kuno rimisi. Na kisasa ubukizera kuri mwisi, imani iliyopo duniani kwa leo ushobora kuba kitambirene, ambayo kabisa yendaga toka pale baji intama ambao wanatoka bakakora mu kwezi kwa mbere, wanaifanya hiyo kwenye mwezi wa kwanza, bakabikora nijoro, wanafanya hao usiku. abo ni baramenya ko Yesu yapfuye, wale bado hawajatambua kwamba Yesu alikufa msalabani. akodaja mwingi, hatutaingia hapo, ahubwo kwa kuwa Yesu yarapfuye, Yesu amefariki kandi yarazutse na amefufuka, ntabwo akiri umwana, si mtoto tena. Uburyo iryo tubikoze mu kwa 12, hii ndio Bwana tumefanya katika mwezi wa 12, awejo mundi kuri 25, ikiwa kwenye tarehe 25 hapo mbele abantu bazaba gihene, watu wengi watachinja bakanyinka kubunana, wengine watachinja ng'ombe kwenye mlima bora. Hari kuno bari gukotiza, wengi wako ndani ya mashirika mbalimbali wanaendelea kuweka pesa. Ntabwo Yesu tuvuga, Yesu tunayemsema aruzavuka Yesu, si atakayezaliwa tarehe 25 na uteraniro mchango mtano. ubwo vuno Yesu abantu ba 25 bose nta mucunguzi bagira, wale ambao watasherekea tarehe 25 wale nao hawajapata mkombozi, ntawe kukoza avuga jo Mungu leo hawajapata mkombozi kwa kuwa tazaliwa hapo. Satani alikuwa kwa mabulingonjo kwa shaka kwa nta muvugizi mzuri, shetani anaendelea kuwapiga na kuwaponda kwa kuwa hawana mtetezi. Yesu kukole 25 hilabo ngo agenza ate wafunguki, kwa kuwa 25 ambao wanasubiri bado hajatimilika ili aweze kuzaliwa. wagira ngo dukora akadeba, inawezekana tufanye dhahabu kuzuza avuka kukulika ile ambayo atakayezaliwa. none muno Kayafa alihe, sasa kwa hiyo Kayafa yuko wapi? muno tangi mukuru alihe, sasa kwani mkuu yuko wapi? utangira umugore wawe alihe, ambaye atatolea kafara kwa utangira imiryango yako. Yesu azavuka, niba Yesu azavuka 25, ikiwa Yesu atazaliwa tarehe 25, mukuri namwe mwewe kiyobo ari nani mwelewe vizuri mchanganyiko uliopo. amezaliwa mwana, hiyo ndio bazaba ari kuziririmba, amezaliwa mwana Emmanuel katika hori yangu. Gasubiramu hizo mambo zitakuwa zimefundishwa, watakuwa kulipa kwenye ndio Yesu mpe kutukimana muone namna watu wana yako kwenda hembe tatu ambayo ilifanyika Danieli 25 ambayo inaonekana ndani ya kitabu cha Danieli. Kwa kwamba ndiye atakayesema baada zingine na
kurekebisha sheria na nyakati. Yesu alikuwa Mungu asafuka ile. Yaani vichwa vya wake na waume Yesu amekwisha ondolewa huko, wanasubiri tarehe 20. Maria ni yeye kuna kudumo niko. Sasa Maria ni watu wanasimuoni hapo Roma. Ali Rwanda. Je, yuko Rwanda? Tanzania. Yuko Tanzania. Uganda. Yuko Uganda. Yosefu na Maria wanachariho. Sasa Yusufu na Maria wako wapi? Wanachariho. Hawapo. Nona ni mzabara Yesu jomu. Matujue yule atakaye zana yeye. Je, ni baba yako? Ni mama yako? Ito ni mama pe. Hii ndio uongo tu. Haina ndio yeye. Usikawe huko. Leo Yesu Yesu. Yesu amekwisha kufufuka. Kama kitambo cha Yesu. Usamani wa kafara Yesu Kristo, yani zabihu la Yesu Kristo. Na garaje kukura mtu mbingu wenda kutana. Tuliweza kufanya mambo masita ili uweze kurudia na mambo hayo. Kitu hivyo ukundo rw'Imana. Natukumbusha upendo wa Mungu. Ni kitambo cha Kristo. Kafara la Yesu Kristo wa Kristo. Yani zabihu kifa Yesu Kristo. Kitu ukundo rw'Imana. Natukumbusha upendo wa Mungu. Yohana 3:6. Yohana 3 sura yake mstari wa 10. Imana ya kwanza wale msichana. Kwa Mungu amempenda ulimwengu. Yatumita mwana wake pekee. Alimtoa mwana wake wa pekee. Ya kumuliza wewe satanimuka. Ili atakayemwamini asipotee, au abugingo bali apate uzima milele. Agaciro k'igitambo cy'umukiza. Usamani wa kafara la Yesu Kristo ni ya mkombozi. Kitwibuza kwitanga k'umukiza. Inatukumbusha kujitoa kwa Mwokozi wetu. Icyanga tatu. Kitwibuza inatukumbusha kitwereka kwitanga k'umukiza ibyo ubundi kikatwibuza inatukumbusha ijoro riheruka Yesu yagiranye n'abigishwa be. Usiku wa mwisho ambao Yesu alikuwa pamoja nao na wanafunzi wake. Umwanya uheruka Yesu yagiranye n'abigishwa be. Muda wa mwisho Yesu alipokuwa pamoja nao. Ndaza kubivuga akakane. Laine akamaro k'igitambo cy'umukiza. Usamani wa zabihu la Kristo, yani kafara ya Kristo. Igitambo cy'umukiza. Kafara la Kristo kitwibutsa ukatili wa Yuda. Ubugome bwa Yuda. Inatuonyesha ukatili wa Yuda na n'umutima udahindutse, hata na roho yake isiyobadilika, yani mfumo wa roho yake, no gukunda ibyo yari afite, hata na kupenda pesa aliyokuwa nayo. Ibyo biranga umuntu ufite umutima wa Yuda, umutima arahindutse. Hiyo ndio inamaanisha yule ambaye ana roho kama vile ya Yuda ambayo bado haijabadilika. Ndasubira mu mwaka kabiri. Turudia kipengele hiki. Kitwibutsa, inatukumbusha kudahinduka kwa Yuda, kutobadilika kwa Yuda, n'ubugambanyi, hata na usalitaji wa Yuda, no gukunda impiya, na kupenda fedha, n'umutima udahindutse, hata na roho isiyobadilika. Turaza kubivugaho tubigeze. Tutasema kwa kila jambo. Icya gatanu na tano, ifunguro ryera cyangwa igitambo cy'umukiza. Meza takatifu, yani kafara la Kristo. Natukumbusha Getsemani. Yari bimeze bite muri iryo joro? Mungu alikuwaje kwa usiku huo? Akanyuma za mwisho itwibutsa, inatukumbusha wanga kumukiza, kutulipa kwa Mwokozi, wanga kumukiza, kutulipa kwa Mwokozi. Leo ikigo cyacu nuko gisa. Fundisho letu ni hivyo ilivyo. Muhizo kile byose. Katika kitabu cha Tumaini la Vizazi, 856. 856. Ikigo cha 864. Kwenye fundisho la 64. Baravuze ngo parapluie vivant, la nation juive visa la grâce de Dieu, rejetant les affaires systématisées et mettant à mort les prophètes et avait appelé sur elle les jugements de Dieu. Mugiye gisabina igihumbi kwa muda wa zaidi ya miaka 1000 cyangwa cy'abayuda cyasuzuguye ubuntu bw'Imana. Banzi neema ya Mungu. Banzi miburo yose bahawe ijuru. Walikataa moyo, waliwaua manabii. Abayuda bishe abahanuzi. Wayahudi waliua manabii. Nuko bihamagarira umujinya w'Imana. Wakajipokotea hasira ya Mungu. Urushako un jour favorable où la lumière illumine sa route. Un tas de grâce où il peut se réconcilier avec Dieu. Baravuze ko kuri buri muntu rero Atetemeka kwanza kwa kila buri mtu. wese agira umunsi mwiza w'amahirwe kuri we. Aho umutima w'ikinzi aze, Wakati Mungu anatangaza aho umutima w'ikinzi azawe, wakati Mungu anatangaza ntabwo ari inzira igira irere, ntabwo ari bwiza,
zake abagiye mugiye gukora abagiye kuri wese no kuvoma ku mugezi ahubwo ni inzira yo kwezwa ukamenya kuri umunyabyaha ukamenya kuri neza amajo il y a un jour où la lumière illumine tant kuna siku ambayo nuru ya Mwenyezi Mungu itaweza kuangalia njama. Umunsi uwo kuri wowe. Ndiyo siku hii iwe siku yako kwa leo. Uwo munsi uwo kuri wowe nani? Iwe siku yako kwako na mimi. Niko banditse. Ndio inaandikwa. Ndio twanditse ngo. Ndio inaandikwa. Ariko ubwo bundi bufite iherezo. Lakini neema hiyo ina mpaka. Mazima ntabwo zakomeza guhenda abantu banze guhinduka Israeli. Igihe cyose ziza abantu bazibyo kandi bakazimara Mungu zinakuja mbele zako unazipata na wewe unaziweka mbali. Seulement pendant un moment où elle fait attendre son dernier appel. Igihe kigera imani ikavugana igatangira ikajyana ikaguhamagara uguheruka. Unapata wakati muda unawadia Mungu anakupa onyo la mwisho. Yaani alikuwa la mwisho. Le cœur s'endurcit à tel point qu'il cesse de répondre à l'esprit de Dieu. Iyo umutima wamaze kunanirwa wakati moyo utakuwa mgumu. Mwenye karibu udashobora kunyumva. Hata alikuwa la mwisho hilo utalisikia. Ntabwo ushobora kumva umwuka w'Imana avuga. Hauwezi kutii roho wa Mungu anayekuita. Ni ngombwa ili tuje kandi nenda jongora lichecheka ile kuhamagara. Ndipo sauti kabisa kubembeleza imetulia inatoka. Siku hiyo iliweza kutimia. Yesu alipoiona akasema Yerusalemu. Wewe unaua manabii na kuwapa. Machozi kadondoka kwenye macho Yesu. Macho Yesu Kristo. Anaiweza kuangalia Yesu. Alitekeleza wanaoagro wameze nayo domo na Moabu na Egypto na Israeli ya kera. Wanawake na wanaume ambao wanafananishwa na Yerusalemu, watu wa Sodoma na Gomora na huko Wamori na Egypto ambao bado hawajabadilika. Alifunguliwa alikuwa kajakagura. Wanaingia ndani ya meza takatifu lakini alifunguliwa kabisa hapo mjito. Wanaingia ndani ya meza takatifu lakini alifunguliwa alikuwa katika kandi kachikiza. Wanakula meza ya Bwana, yani wanasherehekea meza ya Bwana, wanaendelea na kurejea. Alifunguliwa wakila timu nchini. Wanakula meza ya Bwana, wanakula moja ya 10 ya Bwana. Mungu kuweza kulia namwe. Hebu siku hii itakufikisha kwenye hatua gani? Ikatukomereze hepfo. Tukasome mbele hapo. Yesu yitegerezwa Mungu anitora kuno nani kureba. Yesu alipoona mji huo alitegereza mabeba wanahambi ndiki. Akaona wale ambao wanafunga hirizi kabisa. Alitegereza wao walikula wakonga ba Rwanda. Anaona wale wanaume ambao wanaona wasichana. Alitegereza wagore bagenda bafungiza singabi nabibonera Yerusalemu. Anaona wale wanawake ambao wanaenda wakikunja mashingo zao banze kwa Yerusalemu. Banze kumira mabeza. Watu wamekataa kutika kanuni za Injili. Hapo tufikirie kufurizaji na wanduza wale na mtano kiganzo bitwemerera. Hatuna kufuri ambazo zitafunga ili tusiweze kuwasiliana nao kwa kuwa maandiko hayaturuhusu haya. Leo haya magambo bakugeza nawe. Neno hili likufikia na wewe siku ya leo. Kabirindo ijambo likufia. Na neno fupi ambalo liko hapo. Yote la Pauline des Oliviers avec Christ embrasser le monde à travers tous les âges. Ari kumusozi wera yono amaso yambukira nyinyesha na aratureba nawe. Yesu alipokuwa kwenye mlima wa Mizeituni, macho yake yakapenya ndani ya karne nyingi, akatuona na sisi. Akaona nani siku ya leo? Akaona mkutano wa leo. Yapanze ifunguro ryera. Nimepanga meza ya Bwana. Na bakeneye kwatura ibyaha bahari. Na pasipo kuwemo wale ambao wako tayari kukiri dhambi zao. Mureke mbabazi kibazo. Hebu niulize swali. Ushaka kuvuge kuramukungiriye neza. Hata uwezi kama unaweza useme nikenji mwagiye mu ifunguro ryera. Je, ni siku nyingi ambazo umeshiriki? Mukabona abantu bihana ibyaha imbere. Unaona watu wanakuja mbele ya mkutano wa kusikiliza abandi. Waliona neno hilo wajibu. None bigenda kabiri. Je, inakuaje sasa? Edomu, Egiputa, Abamoabu, tunasema na Moabu. Israeli, na Israeli, Yuda, hata ni wote yao na kwa yake. Wote tunasemeka kwamba roho zao kwa kujali kale, wanasema wanasema kuwa hiyo
waliokula mbele ya wakati ni wale ambao wanajua. Ayo magambo ntabwo ajavugwa. Maneno hayo hayasemeki. Ichakiruti chago kugikora yanga Yesu n'umuriro wishakiye zibiri zinema zawe roho ya Mungu muremyi uyugiza abantu bawe nizo roho n'imitima wiremeye zigenda zite zibiri zinema zawe inema n'ubuntu barapanga. Haya, ichakiruti chago wanasema kwamba dhambi ni zaidi ya shida au tukio. Yes. Kujikora. Yule ambaye anafanya hivyo. Umuri abayishakiye. Yeye anajipokea yeye mwenyewe moto. Ngo yango ngoregambo mutwara hunze. Anasema sisi tumekimbia. Ngo wajya karengo guti. Yeye utakuwa mbele ya ico cyitwa icyaha kubona Imana yibeshe yari izino. Mungu hakuidanganya kwa kweli kwa najua. Tatsubire mwiri somo masomo. Hebu tukaingia kwenye somo hili. Sile mote zolije ari kumusozi wera yono. Alipokuwa kwenye mlima ni Zabati warahageze. Kumusozi wera warahakana kuja kwenye mlima. Naho songa. Naho twagira ugenda cyane. Bado. Kumusozi wera yono iyo muraziya. Alipokuwa kwenye mlima ni awuhagazeho. Alipokuwa amesimama kwenye mlima. Amaso y'umwuka. Macho yake ya kiroho. Yitsi misozi. Ikashusha vilima. Yitsi bihe. Ikashusha nyakati. Yitsa 2010, 2010, 2015, 2020. Agenza. Arayitsa. Areba 2024. Aliona mwaka huu. Tarehe 14 tarehe hii ya mwezi wa 12. Mwezi wa 12. Areba Bugamba. Akaona Bugamba. Abona abagabo n'abagore n'abasore n'abakobwa bateranye. Akaona vijana wasichana. Uwo munsi baragifunguro ryera. Kwa ajili ya kusherehekea du haut de la colline des Oliviers. Les regards du Christ embrassaient le monde à travers tous les âges. Myaka yose arinza arareba nejo yarahabonye wowe uko areba macho yake yakashusha ejo harazi akaona wakati mliomo amenye iherezo muki anakimbia mwisho ndani ya mwanzo amera ko yabonye muri koza nyibirenge mu buryarya bwinshi apfa koza akaona kama simama kabisa mwita wadana libuka avec falserie akaona wale ambao ni wafarisayo katika ujanja mwingi sana. Ces paroles s'appliquent à toute âme qui ne tient pas compte des appels de la grâce divine. Ayo amagambo ye hii wito yani maneno hapa kiri kuyabwira Yerusalemu wica abahanuzi bate oya haba ibyo ari kuba hayahusu Yerusalemu ya kale ambayo ndina wao manabii hata na wale arabwira umuntu wese bali naambiwa kila mtu utita kumararika ye y'umuntu ambaye hajali mwito wake stavukiza adresse aujourd'hui avuki de son amour iwe none wowe uhinyura urukundo rw'umuntu ni wewe unayeambiwa leo kwa kuwa unadharau upendo wa Mwokozi upendo tuwatotowa kama hauna huo upendo wewe si mwana ni mudafite urwo rukundo amenyeleza kutera umwana w'Imana na sisi tupenda kama Baba Mungu huku Imana data twese niyo hii na sana dukundane cyane mbonye itangazo mukanya nimeona tangazo hapo kwa abantu bahunze bambaye nasema kwamba kuna wakimbizi ambao wanavaa uchi wetu 8 wewe utaje mu 3 katika vitabu 8 ubizibaho 2 utaje mu 4 katika bruza zako utashobora kutanga wewe ambao huwezi kutoa pandora yako ukatanga kizibaho gusa kitagira icyo hasi wewe unapenda nguo ya juu bila kutoa ya bakubwiye ngo pfa uce none tugutwikira abana abantu bazaje mu wowe wakwemera wowe ikiwa wanaweza kuambia na wewe ujitoe wakwemera wakurumuzia hapa ili kusalipa ili kuingia mbinguni je unaweza kukubali kama ukundele igitsure wale mnaelewana kwa maana ariko nacho kiremewe nayo inakubali nasomye muri premier secret niliweza kusoma iyo Yesu atareba Petero igitsure ntabwo yari kwihana ingekuwa kama Yesu hakuweza kumwangalia ngo yamureba ikishisho ngo yaramwakanye gatatu aliweza igitsure ngo Petero abaributse aliweza kumuona kwa jicho mbaya kabisa naye
akageuka na akakumbuka. Reka twegere hepfo. Hebu tukashuke chini. Le Christ répanda des larmes amères pour vous qui ne pleurent pas. S'il vous même mbega nyina nibiruka na majina nibirimo na majina nibitayo. Hebu yule asiyenyane hapa. Yesu alikukulilia. Yesu anakulilia. Wewe ntabiganye. Wewe usiyejali. Wewe utarira. Wewe usiyelia. Wewe uiririre. Na kujililia wewe mwenyewe. Mama, Kristo alikukulilia. Yesu anakulilia leo mama. Anaona ukungie kulimbuka. Anaona jinsi unakaribia kuangamia. Yesu anaona moto ukiamka kutekeleza. Akakuvizi mavazi. Na anakuambia kabisa kwa sauti ya rehema. Wino mwana wanje wimuka. Usiangamie. Mazena ukamusubiza. Oshizi nchaka kukizwa. Ena zako mimi sipendi wokovu. Uko ya kuwa wale. Anakumbuka jinsi akawa mechi. na machozi yanakuwa nyingi. Il pleure. Anakulilia. Anakulilia. Wewe utalia. Kwa wewe usiyelia. Ana abagabo n'abagore. Hapa kuna waume na Ana abasore n'abakobwa. kuna vijana Bari mu rugendo rugiye mu ijuru. ambao wako Iyi akaba ari inshuro ya 17 bari kujya kwifungura. inaweza kuwa ni mara ya 7 na ya kueleza Yesu yabigize Getsemani. lakini kwa faraka kama Yesu alichokifanya huko Getsemani abantu biyana ku ifunguro ryera. mlishaona wale ambao Kwani wowe munsi wa Imana twese ahubwo kwa kuwa ndio siku ya mwisho ya kutubu katika cyane twakoreye ku mugaragaro tukabyihadira ku nani mugaragaro. tulizofanya hadharani Ibyo twakoreye mu bwisho tukabogoza amarira. tulifanya ndani ya faraka Niba hari igihe machozi yanadondoka cyo gutinda ku mutima ikiwa kuna wakati ukawugenzura ugasaba Imana ngo niguhe umutima musha, na kwamba Mungu ni igihe turegera meza y'Imana. ni siku yani muda tutakapokaribia meza ya Bwana. Aha ntabwo de baravuze bati muri ura masema hivi déjà c'est manifeste en vous, c'est fatal à l'investissement du cœur qui amena la ruine des pharisiens. Aha mu materaniro Ndani ya mkutano huu ngo kamaze kugaragara umekwisha onekana kunambirwa gutangaje gukomeye kw'inkazi ugumu wa mioyo kabisa kutisha kwagaragaye ku kwahindutse imbarutso yo kurimba kw'abafarisayo ambaye ilikuwa chanzo cha kuangamia kwa Wafarisayo. iyo abantu banze kwakira ubuntu bw'Imana bararimbuka. Watu wanapokataa kupokea neema ya Mungu wanaangamia. Ubutumwa bwiza budakirije buramunangira. Wale ambao wapokea habari njema na kuokoa Rero nawe niba utarabikirije kurushaho kuhanangirwa. ikiwa na wewe ujumbe wa kuponya inaendelea kufanya moyo wako kuwa mgumu. Mana ni twifashirize cyane. Mungu atusaidie sana kabisa. Wavuze ko ifunguro ryera twibutsa urukundo rw'Imana. Nasema kwamba meza Bwana tukumbusha upendo wa Bwana. Wasomye muri Yohana 3:15. Soma ndani ya kitabu cha Yohana ya 3:16. Imana itaragiraga abana barenze Yesu. Mungu ambaye hakuwa na watoto zaidi ya Yesu. Yatanze umwana wayo w'ikinege. Aliweza kumtoa mwana wake wa pekee. Kugira ngo uwizera wese atarimbuka. Ili asiweze kuangamia. Inayo mpamvu twazibiteraniro ry'ameza y'Imana none. Mkutano kama huu wa meza takatifu. Aho ngaho ntabwo nahagaruka. Hapa tutarudia hapo. Imana yaradukunze natwe tuyigireho Mungu urukundo. ametupenda nasi tujifunze upendo kwake. Hari aho yomeye kuva mu Imana n'urukundo. Kuna mahali pengine pengi ambapo alisema None ni upendo. mu bayivuga Na miongoni mwa wale wanaoisema ariko bakaba batagira urukundo, ambao hawana upendo. abo ntibazi Imana. Wale hawamjui Mungu. Ingingo ya kabiri twababwiye ngo Kipengele cha pili tulichoambia ni kwamba ifunguro ry'igitambo cy'umukiza ni kwamba zabibu la Kristo, cyangwa ifunguro ryera yaani meza iritwereka kwitanga k'umuntu Yesu yagize. inatuonyesha kujitoa kwake Yesu. Nabivuga mu mutwe Tutasema hayo ni Yohana ya mbere Yohana wa kwanza igice cyaho cya gatatu sura yake ni ya 3 umurongo wa 16 mstari wa 16 n'Abafilipi. kuna Wafilipi Bo baratubwira ngo ntiyatekereje no guhana n'Imana n'ikintu cyo kugundirwa, wanasema kwamba yeye hakuwazia kwamba kumfanana Mungu ni kitu cha kuzingatiwa yisiga sana. ubusa, Yeye akajivua uchi, yanga gupfa urupfu rubi hakukataa kufa kifo ndetse mbaya, urupfu rwo ku musaraba. hata kifo ya msalabani. Ayo magambo abagereho namwe. Maneno haya yaweze kuwafikia nanyi. Aha mu rwa mbere rwa Yohana Waraka wa kwanza wa Yohana naho ari kutwereka uko Yesu yitanze. inatuonesha namna Yesu aliweza Aratubwira mu kujitoa. gihe cyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo. Hii ndio inatuonesha upendo kama ni nini. Mushaka gutaha kumenya urukundo, Leo mnapenda kurudia mkijua mushaka upendo. kumenya urukundo icyo ari cyo, Mnataka kuelewa upendo. nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, Kwamba Yesu alitoa uhai wake nuko kwa Yesu yatanze ubuzima bwe ku bwacu. Yesu akatoa maisha yake
yake kwa ajili yetu. Ubugingo bwaramusuma ku musaraba aramutanga. Akaimanga msalabani. Natwe idukwiriye. Nasi tunachotustahili kumara gutanga ubugingo bwacu bwa leo. Bali kutoa uzima wetu kwa ajili yetu. Nujiro hagera. Tutakapofika hapo. Reka mbibutse mwene data wadukuwemo vuba aha. Hebu niwaambie ndugu ambaye ameongoza ndani Azizu kwa ajili ya kifo. Mwese muramuzi benshi. Wote mnamjua wengi. Ni umuntu wari urwaye impyiko. Ni mtu ambaye alikuwa na hari igitangazo ryatugezeho. Kuna wakati tangazo liliweza baratubwira bati ngaho none kwitanga impyiko. Wakasema ni muda wa kujitoa. Murabibutse? Bati no kwitanga impyiko. Wakasema kwamba kutashalika wale ambao watajitoa. Barabisobanura abantu bakoraga mu by'ubuzima. Watu ambao wanatumika ndani ya mambo none siku yagura nkangahe. Wakasema je, figo inaweza kutoka ngapi? Yabaga yayibona. Senge $5 kupata figo. Aba gatwagu impyiko. Bado. Ubifite waburaga parisere? Unaweza kosa $5 waburaga parisere. $5 utakosa. Ariko ngo ni wabona impyiko. Wakasema hawezi kupata figo. None Yesu no yatanze hano gusa batanga impyiko. Yesu yeye wavuga ngo impyiko ihenze ni bacungwe. Akasema figo ili ya samani iweze kwa. Wavuga bakaboko ni kabacungwe. Au mkono iweze kwa. Wavuga wese kuva ku birenge kugera ku mutwe. Yeye mwenyewe yaritanze akajitoa mwenyewe. Wewe unaje leo? Ili uweze kuishi nami niishi. Barabaza ngo ibihumbi 10 byagura impyiko. Wakauliza je, numva bari kuvuga ngo ya. Wakasema hapana. Bahamagara Kinshasa ngo ntazibagaye. Wakaita Kinshasa wakasema. Bahamagara Kigali muri kapitale ngo ntazibagaye. Wakaita Kigali wakasema. Bahamagara Bujumbura ngo ntaziri. Wakaita Bujumbura haziri. Niko byagenze ntabwo ari habaye. Ndivyo ilivyo. Bahamagara Nairobi wabana aho turazibona. Wakaita Nairobi. Baravuga ngo keretse ngo mu windi barasabona ngo nukuzikomanda ngo bakareba ko bazi ngo nta stock yazihari. Wakasema labda wanapoita India nazo ni kutoa rekomanda. Abari bari mu itorero ntabwo ayo makuru yaciye mu matwi yacu. Habari zilipata kufikia. Baravuga ngo hari n'igihe wakwendera gutanga impyiko yawe. Wanasema kuna wakati unaweza kujitoa na toa figo. Wabaya bari kuyikuramo. Wakati wako na itosha. Abaganga bamaze kuyirandura. Wanganga wanapotika. Bayishize ku gasahani bayitwaye. Wanaitia kwenye sahani kabisa. Igapfira mu nzira batari babaganyirayo ngo bayikuterejemo kandi wayitanze ugasigara uri ikimuga n'uwo wacumuraga nawe. Inaharibia njia inakufa na bado haijafika mahali ambapo ingeweza kuomboa mtu. Umugabo mwana avuga ngo ngenda itanu. Mwanaume mmoja yari itanze wapi? Mwanaume mmoja akasema mimi nitajitoa kabisa figo. Baramubwira ngo nturu wawe ngo wigenge. Nawe uri muri Biblia. Nawe akamwambia wewe wako haujitawali kuweza kujitawala. Baramubwira ngo nturu wawe ngo wigenge. Wewe si mali yako iweze kujitawala. Wewe kwa jamaa yako. Uri n'umugabo wawe. Wewe kabisa uri n'umugore wawe. Uri n'abana bawe. Manza waje kubasaba uburenganzira bemere kuroba ikimu. Wende uombe kabisa ruhusa kwa watoto wako na jamaa yako wakubali ya kwamba wewe utakuwa kabisa mzaifu wa kimwili. Mungu ebyiri ni urukundo rw'Imana. Ni kujifunza upendo wa Mungu. Wafata Yesu ko yakabaga. Yeye akamchukua Yesu. Nta kandi kana bitume. Bila kumtuma mwana manuka mwisiba kwitufuna gashinyagure barabanzaho. Shuka chini wa kuwe kifa mbaya ili na wahagaze ndiyavuga ngo ndatanga umutima wenda bari bashire mu ngimba. Naye akusema nitatoa roho ya moyo wangu uweze kuweka yishira ku gicaniro aratanga. Yeye akajiweka kwenye kafara akajitoa. Na umwe yemera kwitanga. Naye akakubali kujitoa. Ariko gutanga iparisere byarakunaniye. Lakini kutoa parisere moja murabi ufite imwe byarakunaniye. Ndani ya parisere mbili kutoa moja. Eshatu imwe kurirekura mu gihe tutayinonoye byarakunaniye. Ngombe 3 hizo nazo kutoa moja umeshindwa. N'igihumbi kukirekura kuca kinoti nshya z'idolari byarakunaniye. $1,000 kabisa kwa bieza mpya kabisa unashindwa. $100 iyi kuyisosora buranza akanaje kuvuya muri iyi. Ari muri gihe navuga ngo tudege. Anaweza sema ngoja tupime kabisa tupime kwa. Abeli yihoreye. Anakunda kwa msingo kwa 500 bisingi ya mwendo. Anasema tunaweza chunguza ndani ya vikapu huko tuone kama niba none zavuyemo ari atari muri kama zinaweza kuwa zimeanguka leo lakini sio ukunda ni ikintu gikomeye. Upendo ni kitu kikubwa sana. Ngo nawe ingweti gukwiye. Na wewe kuona kabisa ishati gukwiye. Ikoti gukwiye. Moja maana kuitangu ubugingo bwawe kubwa bene Yesu. Unasema kwamba ni kutoa uhai wako kwa ajili ya ugatura mu nzu y'ibyumba 3 wari kubaka materi. Unaikana ndani ya nyumba ya vyumba 3 yeye anajenga materi. Ukareka kugurana imodoka buri kwezi kandi wari kufite ine. Unaacha wakati unatoa sadaka unatoa mahali
ukimya huko nyumbani mwako. Ili somo litambutse. Akagenda kwa gatatu Kipengele cha 3 atubwiye ngo igitambo cya Kristo. Wanasema kwamba kafara Ikibutiro riheruka Yesu yagiranye n'abigishwa be. inatukumbusha usiku wa mwisho ambao Yesu aliweza kushiriki pamoja na wanafunzi. Ndasoma mu Luka. Atasoma ndani ya kitabu cha Luka. Amagambo mu gice 22. Luka 22 Reka nzore ku murongo wa 14. atasoma kwenye mstari wake wa 14. Ariko mbere twihuta cyane urahera ku 15 cyangwa ibisobanuro. Avuga ngo no ku minsi mikuru y'imidasembuwe yitwa Pasika. Sikukuu za mikate zilizotajwa pale. Iminsi gusohora. Siku zilizokaribia. Abatambyi bakuru n'abanditsi bashaka ko bamwica. Makuhani wakuu hata waandishi wa batinyaga rubanda. walikuwa wanaogopa umati wa watu. Satani yinjira muri Yuda witwa Isikariota. Shetani akamwingia Yuda ambaye alikuwa jina lake Iskariota. Yari mu mubare wabo 12. Alikuwa miongoni mwao 12. Aya magambo bagenda kuyasobanura kuko ni amatwi. Aragenda aragenda avugana n'abatambyi bakuru n'abatware n'abasirikare uko azamubagenza. Akaongozana na wakuu na wanajeshi jinsi atakavyowafikisha. Rero Luka Yesu yamana n'igishoro cy'ibyabaye. Kwa mwisho wa Yesu alishirikiana pamoja na wanafunzi wake. Wewe wakora kimwe rero kubugingo bwawe. Unaweza kufanya nini katika siku ya mwisho wa maisha yako? Birashoboka nawe wenda kwiga igihe cyawe cyanyuma cy'ukuri kugira hii ndio ndio kwa mwisho wa kuonana na Mwokozi wako kwa utulivu. nuko baranezerwa abatambyi baranezerwa basezerana kumuha feza. Makweli wakafurahi sana wakakubaliana kumpa fedha. Utaremera masa ashaka kugira ngo bagenzereza Rwanda rudahari. Yuda akakubali akatafuta namna kuweza kumwinda palipokuwa watu wengine. Ndasema wenda gusohora. Siku ya mikate isiyotiwa chachu ilipokaribia. Ari ukwiriye ariwo ukwiriye kubagirwamo n'umwana w'intama wa Pasika. Ndiye ilikuwa ni siku ya kuchinjwa mwana kondoo wa Pasaka. Yesu atuma Petero na Yohana ngo baje kumutegurira ibya Yesu Pasika. akamtuma Petro na Yohana ili waweze kumwangalia Yesu. 14 13 baragenda wakaenda basanga kuko yababwiye ariko bimeze bakagenda. wakaona jinsi alivyowaambia wakaandaa Pasaka. Igihe gisohoye aricara ngo afungure. Hata saa ilipofika akaketi ili aweze Ari umwana we zicarana nawe kugira zicarana nawe. na wale mitume wakaketi pamoja naye. Yesu anasimbia ati nifuze kusangira namwe Pasika. Akawaambia nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi. Yewe ntaraba Kabla ya kuteswa kwangu. ndababwira ukuri yuko ntazongera rwose kuyirya. Kwa maana nawaambia ya kwamba sili tena Kugeza aho izasohorera mu bwami. hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Aya ni amagambo Yesu yavuze 18. Haya ndio maneno Yesu aliweza kusema. Ndababwira ukuri muhereye none ntazongera kunywa ku mbuto z'umuzabibu z'imizabibu. Maana nawaambia kwamba tangu sasa sinywi mazao ya Kugeza mizabibu aho ubwami bw'Imana hata buzaza. ufalme wa Mungu utakapokuja. Iri ni ijoro Yesu yabanye mu n'umutwe n'abigishwa be. Kwa mwisho ambao Yesu aliweza kushiriki pamoja na wanafunzi. Byari bibi cyane. Ilikuwa ni usiku mbaya sana. Yari ibyo kurya ntamenya ko aragira apeti. Alikula chakula ambacho haingekuwa na uchu. Mbese bashatse tofi. Kama wanaweza kutafuta tofu. Abarya inyama za samaki twahoze turi kubwirwa twiga bakazishaka nziza. Wale ambao wanakula nyama za samaki bakagushaka ibyo kudukunda wanakuja chakula nzuri ambao unaipenda ariko sana. bakakubwira ngo ni ingaburo yanyu. Lakini wanakuambia ni chakula hapo ya mwisho. Mbese hari byarenga umuhogo. Je, inaweza avuka ndani ya shimo? Mbese wabiryana ipfa. Je, unaweza kula ukiwa na uchu? Niyo mpamvu gufata ifunguro ryera Ndiyo maana meza ya takatifu bitwibutsa imibabaro Kristo yarize. inatukumbusha kabisa uzuri Yesu Kristo aliyokuwa Atari ukugira ngo yikungahaze, bila yeye kujipatia msamaha, ahubwo ari ukugira ngo acungure nawe. bali aweze kunikomboa mimi na wewe. Chaka nasimbuka Hebu nikaruke azavuga kigo ka kane kwenye kipengele cha nne. ari kutubwira urugoryi no kudahinduka kwa Yuda. Inatuonyesha ujinga na kutobadilika kwa Yuda. Yohana 4 Yohana 12:6. Yohana 12 mstari wa 4 mpaka 6. Reka nisome. Hebu tukasome kwa Uburyo Yuda yari mubi. namna Yuda alikuwa ni mbaya sana. Yuda yari mubi. Yuda alikuwa mbaya Yari sana. afite impano Alikuwa na karama nzuri zikomeye. ambayo ilikuwa kabisa Yashiragaho na gahunda alikuwa anaweka utaratibu. ngo Yesu nawe akazemera. Na Yesu anakubali utaratibu ambao N'abigishwa bose bakazigenderaho. hata na wanafunzi wote wanaitimiza. Umurongo ni uwa 4 Kwenye mstari wake ni wa 4 ndageza ku wa 6.
mpaka mstari wa 6. Nuko Yuda Iskariota, basi Yuda Iskarioti mwigishwa be wale wanafunzi wake ambaye ndiye atakayemsaliti wenda kumugambanira aravuga ati, akasema niki gitumye amavuta atakukwigana ariyo 300 ngo bazifashisha abakene. Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura kandi ari we wari ufite umufuka w'iriya akira ibyo babikagamo. Uwo Yuda, huyu ndiye Yuda, uwo Yuda wagurishije umukiza. Yuda ni huyu ambaye tumemsoma Munama agashyira hejuru. ndani ya baraza. Walikocha bari kubona, mimi naona ngo twabikora uca, tungeweza kufanya hivi, ngo tukabikora kuriya, na tumefanya. abantu bose bamena, watu wote wanasema hajya muzibirizekezo cya Yuda mu nama cyangwa abayoboke. Mnawaambia kwamba wazo la Yuda ndani ya baraza itakosa kwa. Enga none wo mwizo nama niyo tena kuri muri umukene. Hebu sasa uingie ndani ya baraza hiyo na wewe ni maskini. Na mafuta wali bafisa kubirenge by'umukiza. Ilikuwa ni mafuta ambayo walikuwa wamemwanga kwa Maria yuko kwa daimoni wali ayatsa kubirenge by'umukiza. Mariamu ambaye Yesu aliweza kutoa mapepo 7 alikuwa amemwanga mafuta. Arangije kunebera bihana kumusatsi we. Akachukua nywele zake na kupamua. Yuda hitachaha Yesu. Yuda yeye akamkemea Yesu Kristo. Kwa hivyo atakuchaha. Yeye alikuwa Niko Yesu. Akasema Muri ya mafuta wasari. ndio hii mafuta wewe ni Unaje pete. Unawe mafuta na nawe. Urangara mafuta na ukapfunyusa mafuta hii inaenda kule. Muri yetu ya kuisha pe. Tumeuza yani Kwani kuona mo $200. Tena ni yoma kana bibi. hata dola 200. Tena ni yoma kana bibi. Washa na $200 kwa mwisho. Tena 200 unaweza enda nazo. Hapo kwambara Unaenda kuuza sokoni. hapo kwambara ni kwambara. Unaweza $200. kama Haruko wabikore rugiye ubirungu. kama unaenda kuuza kabisa ni mzigo ambao ni Ico gitekerezo yarasuzuguje umukiza. hilo swali hilo. Abantu nk'abo bameze na atarugira ibitekerezo byiza mu nama bitemewe biremewe. Sio kwamba mafikiri mazuri Ariko umutima w'umuryango wa Yuda, lakini roho ya ujanja Yesu abwira Yuda ngo uyu mubyeyi akoze ikintazi. Yesu akamwambia mwanangu, mama huyu amefanya Uyu mubiri wanje asizeho amavuta ari gutunganyiriza Mungu kuona na mafuta na yanalia kufa hata na kuzipa. Igitabo bita inyandiko za kera, Ndani kitabu maanisha hapo awali. urupapuro rw'73 Kurasa wake wa 173. yemara kunyigishwa hili. Ni Kiswahili. Yuda alijawa na uchungu wa majuto. Yuda yuzwe ngo Mungu akaendeleza no kwicuza. Na aibu kwa kitendo chake cha kumsaliti Yesu. Kandi yongera kwicuza mu buryo bukomeye kubwira ikorwa yari yakoze cyo kugamba. Na aliposhuhudia ukatili na aliyovumilia Mwokozi alilemewa. Na ubugarebye ubugome bukomeye bwakorewe umukiza na ubwe byaramushemeye. Alimpenda Yesu lakini akapenda na pesa. Yakunze Yesu kandi akunda n'amafaranga. Alimpenda Yesu akapenda pesa zaidi. Yuda yakunze Yesu kandi akunda n'amafaranga. Na ukunzi torero ukunze no kwikunda. Wewe unapenda kanisa na unapenda kujipenda wewe. Ukunzi torero ukunze n'icyaha. Wewe unapenda kanisa na unapenda dhambi. Ukunzi ubutumwa ariko urimunda tubiri. Unapenda ujumbe lakini unakamata sehemu mingi. Aya meza ya none araguteza iyihe ntambwe? Meza takatifu ya leo yatakupa kupiga hatua gani? Aya meza y'uyu munsi. Meza ya leo Wanali nikufia mimi niwe huru. ati Yesu yarambire kugongojera kwa msalabani niokolewe. Kandi amani kwa kukimbira kuwa mtumwa wa shetani. Konyewe nalimba ta Satani. Yuda yeye mwenyewe yemeraga kwimirashi kumushusha kumukiza byakuranye umutima. Yeye akukubali kabisa kifukutu cha Yesu Kristo tuweza kuona. Ninasema alimpenda Yesu lakini akapenda pesa zaidi. Jambo linavuze ngo yakuze Yesu kandi akunda n'amafaranga ukomeye. Ute namna gani? Nokutangirwa ni sabato abakiriya binjiye kwa nyuma gagerwa kufunga. Ni sabato kuanzia kwa kwenye duka na sabato inaanza wakia wanaingia, wateja wanaingia na wewe unaendelea kuuza. Kubeshi Mungu kule mutwe. Unamdanganya mtu ili uweze kumtosha hapo kidogo. Hakuwa na wazo lolote kwamba Yesu amekubali kuchukuliwa na kikosi cha waovu alichoongoza yeye. Yuda nabwo yigeze atekereza ko Yesu azashobora gufatwa n'utwa w'ingabo wariwe na Yuda. Muleza matwi alitarajia kwamba Yesu amefanya muujiza na kushiokoa kutoka mikononi. Yari yiringiye neza Yesu azakoresha ibitangaza bikomeye maze akivana mu maboko yao. Lakini alipoona umati wa watu wenye hasira katika jumba la kuhukumia,
wakiwa na kiu ya damu ya Yesu, alitambua uovu wake wa kina. Yuda yarabimenye ariko arihana. Yuda aliweza kutambua je alitubu? Ntabwo yo hepfo wenda nari kugere ngo yari anyibiranga akichelewa. Hatua hiyo huko mwisho alitubu, lakini na muda ulikuwa bado. Ara abantu bakererwa bakarenza intambwe zabo zo kukizwa. Kuna watu ambao wanachelewa hata hatua zao za kutubu. Kujigisho bya mutwitsi anaposikia kabisa mafundisho na mchogo, akaambiwa mugiye kwihagarika ngwe akarenga ntaje kwifunguro. Anasimama saa vile mtu mwenye anaenda kukojoa hapo, anaenda abameze nka Yuda, wale ambao wanamfananisha kama Yuda. Yaragiye arimanika arangisha araremera biba mahoro, aratumika kwa hasi na mwisho akajipiga chini hata na kupasuka. Maneno linasema na watu walipokuwa wakimlaani Yesu, Yuda alikimbia katika umati. Akiungama kwamba ametenda dhambi kwa kusaliti damu isiyokuwa na hatia. Aliwarudishia makuhani pesa walizokuwa wamemlipa na kuwasihi wamwache Yesu, lakini akisema kwamba Yesu hana hatia. Yasubisha yo mafaranga yajira batanga amafaranga bari bamuhaye barabingi ngo ni bareke Yesu avuga ati Yesu bose mu muziranenge urwaye mwakagombye kumusindagiza akaza kwifunguro ryera amaraso ya Yesu yiyozija. Hata yule aliye mgonjwa mngeliweza kumuongoza na kuja hapa kwenye meza takatifu kwa damu ya Yesu jiranirwa wese agahinduka mushasha. Amaraso ya Yesu ayo ni meza cyane arangiza. Amen. Nuwumva itangazo ukingira nyoni nyinshi ngo sinzaja kumusaba imbabazi ngo yansuzugura ngo iryo funguro nzasiba. Wakati unasikia tangazo wewe unajifananisha, unasema mimi siwezi kwenda kumwomba msamaha ili asinidharau siku ya meza takatifu, mimi nitashindia. Utashindia na unashindia. Hadi uzasibu kasibishu. Inawezekana wewe ushindie na ndivyo mwisho wako. Kwa muda mfupi makwani walinyamaza kimya kwa chuki na kwa fadhaa. Ngo mukanya gatoya rwose ngo abatangi bamaze kumva amagambo y'Uda ngo baracecetse gatoya ngo murwango rwinshi hata wakamtaka hawakutaka watu wajue kwamba wamemuhonga mmoja wapo waliodai kuwa wafuasi wa Yesu. Lakini yuko ibanga Abayuda hepfo jinsi walivyomwinda Yesu kama mwizi na kumkamata kisirisiri. Uburyo bahize Yesu bakamugenza nk'umujura bakamufata mu buryo bw'ibanga. Makuhani hawakutaka ishirikane. Ntabwo abatangi bifuje kujya bimenyeka. Lakini ungamo la Yuda na muonekano wake wa hatia, kwihana kwa Yuda na kugaragara ko yakoze icyaha viliwazirishia makuhani mbele ya umati. Ibyo byagaragarisha Yuda imbere ya rubanda na kuonyesha kwamba chuki ndiyo imewafanya wamkamate Yesu. Bese icyaha batambi barakibonye nabo bakibonye. Yuda alipotamka kwa sauti kuu kwamba Yesu hana hatia, makuhani walijibu, abatangi barasubije ngo hilo ni nini kwetu? Ibyo mbese ni bikikurijwe. Hilo ni nini kwetu? Ibyo bisobanura ibikurijwe. Chini wakasema na yanakuhusu wewe. Ibyo birakureba. Agasuzuguro birakureba. Wakamujibu kabisa Yuda nawe na kuona akiwa amejawa na huzuni alitupa pesa miguuni mwa makuhani. Ngo Yuda nawe yuzuye agahinda kamushemwe kamwishe ngo yafashe byari cyo gifeza ngarabijugunyira zile walizomuhonga abijugunyira abo batangi na kwa huzuni na hofu maze ngo Yuda mubabaro no mugoba akaenda zake kujinyonga. Aragenda aja kwitundika aja kwibamba. Yuda aragenda
Yuda aragenda agenza ati aja kwimanika. Abatambyi caca bono bakibonye barakibonye. Makuhani hawakuona dhambi zao au waliziona? Yesu kiticho cha 81 ndani ya kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote kwenye fundisho lake na 85 Les prêtres avaient un visage cadavérique. Abatambyi bagize ishusho imeze nk'intumbi, bameze nk'abapfuye. Makuhani walifananishwa kama vile wafu. Muraho abatambyi inoseni ikuba Yuda bagaruriye amafaranga. Yesu yemeye ko bamufata abashukumye ifeza ngo babaye intumbi ziriho. Wakati filamu hii ilikuwa inatendeka, Yuda aliporudishia pesa, nao wanakatala kuziweka. Mambo hayo yote filamu hiyo ilionyesha kwamba makuhani nao walionekana kama Kayafa essaya de parler, mais de ses lèvres ne sortit aucun son. Kayafa agerageza kuvuga ngo nimuretse ariko abura ijambo ryafa. Kayafa kajaribu kusema lakini neno halikuwa linatoka ndani ya kinywani mwake kwa kuwa alikuwa Les soldats les quittaient la salle de conseil. Abasirikare bari barahora kuko badatinza ngo bitegura kuva mu cyumba cy'inama. Majeshi ambao walikuwa hapo walikuwa wamejiandaa kutoka ndani ya chumba hicho cha kukata hukumu. Quand il faut les rappeler, nibwo Kayafa yone kubona ijambo arababwira ati Kayafa tena kawaambia avait enfin recouvrer la parole. Ababonye ijambo arababwira ati akapata neno akasema attendez titi nimwemuretse kugenda abasirikare mwemuretse kugenda. Ni askari jeshi subiri museme. Mbese Kayafa umugome w'abatambyi agiye kubabwira wiki. Je, huyo ambaye alikuwa ni mkatili mkuu ndani ya makuhani alikuwa anataka kumwambia ndio tume daimoni wagie muri Kayafa kwinjira mu nama. Baada ya mkutano usimpe nafasi daimoni yake kwa ndio ya Kayafa. Inafika wakati wanaingia kwenye kanisa shughuli ya biganza bimukiza ngo abasimama na kuweka ndani ya mikono Yesu Kristo. Nasema subiri kwa ngura nama ukavugira mu mutima wako. Na dhamiri yako ambayo ilikuwa inanong'onezea ndani ya roho yako inaisha. Kayafa ngo atande ditire. Kayafa akasema subiri. Agiye kubabwira wiki unataka kuambia nini kama vile pepo inakuambia wewe? Ne dites pas à personne ce que vous avez vu. Usiambie mtu kile mlichokiona. Basirikare nini majeshi? Mungakura kumujijyo mwabonye. Munaposubutu kusema yale mliyoyaona. Mwatumvise. Je, mnaelewa? Kader jembe soldat. Hao ni majeshi kabisa. Kado. Nini makadogo na wengine? Kimekufunga. Utakaposubutu kusema. Abatambyi bakuru. Abanyedini wale ambao ni watu wa dhehebu ngo baceceka abasoda wakafunga vinywa vya majeshi. Les soldats furent chargés d'un rapport mensonger. Abasirikare babahawe ubutumwa bw'ikinyoma ku rurimi rwabo bwihindura abatambyi. Hata majeshi wakapewa uongo ikaingia kwenye ulimi wao ambao ni kumegundua. Les prêtres leur donnèrent cet ordre. Abatambyi babwira ngo ibyo mwize n'ibyo mwabonye byose huko murakogurisha. Makuhani wakawaambia yale mliyoyaona na kuyasikia msiseme bali mtafanya haya. Fundire muravuga ngo mtasema hii. C'est d'ici. Ces disciples sont venus de nuit les dérober. Batambi we pendant que nous dormions. Tunasema ya kwamba wanafunzi wao walikuja tulipokuwa tukilala wakaiba Yesu Kristo. Muzavuge ngo abigishwa ba Yesu ba Petero ba Yohana ba Yakobo ba Andereya ba Mumbe ngo baje nijoro abasirikare n'imbunda ngo dusinziye basoda umaze biba Yesu baramujyana. Wakasema neno ambalo mtalizungumzia umati wa watu ni kuambia kwamba wanafunzi wake walikuja tulipokuwa tukiwa ndani ya usingizi wakachukua mwili wa Yesu wakampeleka hadi Pesa abasoda bakira. Je, hawa majeshi wanaweza okoka? Abasoda mukumva bakira. Je, hawa wanaweza okoka? Reka tuje mu migabane isoza. Hebu tukaingia kwenye vipengele vya mwisho. Ngo ni ngombwa. Kwa kuwa ni lazima. Ibya Yuda rwose ndikumana nakomeza kubitindaho. Mambo ya Yuda hebu tukomeshe hapa. Ariko reka mvuge iri jambo kuje nawe. Hebu niseme neno hili kwangu na wewe. Wewe mwitoro muzingo wa mbere. Yuda kwa kanisa gombo la kwanza. Magana ngahe hariya? Magana 265. 265 kwenye ngati. Iri jambo reka tulisome. Hebu tukasome neno hili. Kuko ni ngombwa rwose cyane. Lazima neno hili liweze kusikika. Hari abantu baza kwifunguro. Kuna watu ambao wameshiriki
wanakuja kushiriki. Abantu bakatwa kwigira ibindi. Watu wanasikia tunaweza kujifunza mambo mengine. Ariko reka mubwire ko ibyabaye ku Israeli n'abatubanirije byaraka. Hebu nikwambia kwamba yale yaliyofikia wana wa Israeli na wale waliotangulia katika zama za kale ilikuwa ni I was pointed back to the ancient Israel held in bondage of Egyptians. Nonge gusubiza inyuma mwiyerekwa nereka Israeli ya kera ubwo bari bavuye mu bubata bw'Egiputa. Niliporudishwa nyuma kidogo nikaona wana wa Israeli ndani ya maono jinsi walikuwa wametoka ndani ya utumwa wa Misri. Lord wrote by Moses and Aaron to deliver them. Imana yakoresheje Mose na Aaron kugira ngo bacungure aba Israeli. Mungu alitumia Musa na Haruni ili waweze kukomboa wana wa Israeli. Tangaza byakorewe imbere ya Farao. Miujiza zilizotendeka mbele ya Farao ngo bimwemeze. Ili waweze kumkubarisha. Ko bari abantu badasanzwe Imana yari yohereje. Unaonyesha kwamba wale walikuwa ni watu wasiokuwa watu wa kawaida. Invite him to let Israel go. Kugira ngo bamwemeze kwa Israeli. Ili waweze kumkubarisha yeye waweze kuacha wana wa Israeli washiriki. Umutima wa Farao uranangirwa. Farao ukawa mgumu. Umutima wa Farao ugenze ute? Wake ukawa mgumu. Mbabwije ukuri. Hebu niwaambie hapo. Hano natwe turi mu byigisho. Tunapoingia ndani ya mafundisho. Imbere y'umukiza. Mbele ya Mwokozi. Imbere ya meza. Mbele ya meza. Yenda kubambwa. Alipokaribia kutundikwa. Tuba turi ku ntambara. Hapo tunaingia kwa kandi icyo byakumarira uramuturetse kwibagiwe kwimira. Haiwezi Farao uranangirwa. Roho ya Farao ikawa mgumu. Ntiyanga kumva messengers of God. Intumwa z'Imana nazimira. Yeye hakuweza kutega masikio. Yanga kureka Israeli ngo kuacha wana wa Israeli waende. Then the Egyptians were made the fit to feel God's judgment. Icyo nicyo cyatumye umushiga w'Imana uza kubanyegiputa. Hilo ndilo lililosababisha hasira ya Mwenyezi Mungu. Bagezerewe n'ibyago 10. Waliweza kutembelewa na mapigo. Barababazwa cyane. Wakateseka sana. Farao ngo ibyago byamugeragaho. Wakati mapigo zilifikia Farao. Icyago cya mbere cyarazaga. Pigo la kwanza akavuga ngo Israeli n'abakore kigende. Akasema hebu wa Israeli. Ngo cyashira. Inapoisha. Ukongera ugasubira aho wari uri. Yake inarudia mahali ambapo ilikuwa. Akongera kinangira. Yeye akawa ngo bakubiswe icyago kibi. Ikafikia wakati walipigwa pigo mbaya sana. Umwana w'imfura mu Egiputa hose arapfa. Mtoto mzaliwa wa kwanza katika Misri mzima. Israeli imfura arapfa. Yeye anakufa. N'umugore ni w'imfura agapfa. Iwe ni mke naye ikiwa ni mzaliwa wa kwanza. N'uw'imfura mbabyaye nawe agapfa. Hata yule wale mzaliwa wa kwanza naye. Aya magambo ntabwo nikomeze kuyasoma. Endelea ndani ya kusoma mambo haya. Ngo Farao yaje kugeza ubwo hano mu nyanja n'ingabo. Ikafikia wakati Farao naye aliweza kuzama ndani ya bahari. Miriam atera indirimbo ngo ifarashi n'uwihetse Uwiteka yagenza ate? Weka wimbo mzuri sana na kuimba kwa shangwe kubwa sana. Farasi ni wale ambao kwa mgongoni mwake. Bali kutwereka umutima mwiza wa kamere. Ilikuwa inaonyesha roho mbaya. Na urwaye harigiye wisubiyeho. Ikiwa wakati ulikuwa na gonjwa na wewe kuna wakati uweza kuacha dhambi. Indwara zihagaze urongerwa mu Misri. Magonjwa iliposimama ukarudia Misri hiyo. Utugingo tubiri duheruka ndumva natuvuga muri make. Vitu vya mwisho tutaweza kuzungumzia kwa machache. Muri gitambo cy'umukiza kikibuze Getsemani. Na zaburi ya Yesu Kristo inakukumbusha Getsemani. Kandi ndeka mihuze no kubangwa kumukiza kugira ngo mukingo yagahe. Hebu tuweze kuviunganisha na Kano ni Mathayo 26:36. Wale kitabu cha Mathayo 26:36. Aho bose ubwo iryo somo ryandika na Luka 23:1. Luka 23 mstari wa kwanza kugeza 16 hadi 16. Naona ndasomenya niko za kera. Tutasoma maandiko ya awali. Bigendanye no kubanga kumukiza Getsemani. Mambo ya kutundikwa kwa Mwokozi wetu hata Getsemani. Urupapuro rwa 27 kino kitabu. Ukurasa wake wa 73. 27 niho hatubwira ngo kusulubiwa kubanga kumukiza. Sura ya 42. Bwana wa Mungu aliwekwa mikononi mwa watu ili asulubiwe. Maana huko mwingine alishika maboko ya watu kugira ngo abambwe. Yego walimchafua, walimchukua Mwokozi mpendwa. Baeleza shangwe. Baki yenye umucunguzi w'isi bamufatanye kujishimo. Nuko alikuwa dhaifu kwa ajili ya na asiyejiweza kwa ajili ya uchovu na maumivu na upotovu wa damu nyingi iliyotokana na mateso.
yarakubiswe amarasa akagenda ava. Alipigwa kabisa damu yaendelea. Ntabwo yapfuye kubandwa gusa, wumve ko muri bwo kubandwa. Yeye hakutulipa hivi tu ili msikie kwamba maumivu. Na bado alikuwa anabeba msalaba mzito. Tangu alikuwa na msalaba mzito. Ambao muda kidogo au kitambo angesulubiwa juu yake. Wala baba kumwamuru kanya la kutoa. Wa msalaba aliwikoreye. Msalaba huo alikuwa ameuchukua. Msalaba huo nimeuona. Msalaba kwa imani. Ili kila mtu akeuona asamehe. Zamani kulishimikwa msalaba, kitu ni kwa juu yake nyoka wa shamba. Aliyeuona akaponyeshwa, mara tatu msalaba uliwekwa katika mabega yake. Na bado ule msalaba ulikuwa mzito. Hepfo ukawekwa mara tatu juu ya mabega yake. Mara tatu Yesu akazimia. Kwa mara mbili tutosha. Mmoja wa wanafunzi wake, mtu ambaye hakuwa amewahi kudhihirisha imani yake, lakini alikuwa anamwamini, alishurutishwa kuubeba msalaba. Ni Simoni Munyakureni kama kusoma ya magambo ni meza. Msalaba uliwekwa juu yake na akauchukua mpaka mahali pa mateso. Mama wa Yesu alikuwa pale. Mama wa Yesu alikuwa pale. Moyo wake ulikuwa umeraruliwa kwa uchungu kiasi asichoweza kukitambua mwanadamu. Isipokuwa anaweza kusikia mama mwenye upendo mkuu. Bado pamoja na wanafunzi aliendelea kutegemea kwamba Kristo angefanya muujiza mkubwa. Yesu gabigishwabe nyina wa Yesu gabigishwabe nawe yakomeje kwizera neza yuko Yesu ashobora gukoresha ibitangaza mu kanya gatoya nawe akaza kwizera. Anajinasua katika mikono ya wale watesaji, akivana mu maboko yabo bamurenganya. Mama hakuweza kuvumilia mawazo kwamba angeweza kushiachilia huyu Mwokozi. Ngoye nyina ntabwo yakomeje no yigeze atekereza ngo yirekera mu bitekerezo by'uko Yesu azakomeza kwirekera mu maboko yabo. Lakini matayarisho aliendelea kufanyika ya kumsulubisha Mwokozi. Yesu akawekwa msalabani. Yesu alikuwa kumsalabani. Nyundo na misumari vililetwa. Mazi amahanga ni misumari birazanwa. Niwe nyundo na nini? Mazi amahanga ni misumari bali bagiye kubaka Yesu. Bagiye kubamba Yesu. Walikuwa wanaenda kumtunika Yesu. Mioyo ya wanafunzi ilizimia ndani yao. Ngo imitima y'abigishwa yari ihebye muri bo. Mama wa Yesu naye aliinama kwa uchungu na machozi. Maze ngo nyina wa Yesu nawe yunama rwose akasikia maumivu makali. Ngo kubanga buribwe bukomeye cyane. Itabongo yasiyovumilika. Ngo bidashobora kwihanganirwa. Murukubyumva neza? Kabla ya Mwokozi kupigiliwa msalabani, mbere yuko Yesu bamukubita imisumari ku musaraba, akazinduke na unagizi ruhande. Baada ya Yesu kuwa amepigiliwa msalabani, ubwo Yesu aramaze kubanga ku musaraba, urupapuro kwa 28 haya mumvuko byagenze. Hebu sikiliza ile kusoma gusa naho turi gusobanura. Hapa tunasoma mumvuko byagenze. Elewe ni jinsi mambo yalifanyika. Msalaba uliinuliwa kwa nguvu. Bana kishika shikanusa. Kwa nguvu ulisimikwa kwa kishindo kikuu wala terera. Wakatupa kabisa katika shingo nyamungu
katika shimo lililokuwa limeandaliwa ulichana mwili wake na kusababisha maumivu makubwa sana. Byose babikoreye kugira ngo bakunde bandagazumukiza. Haya yote waliyafanya ili waweze kukaribisha Mwokozi. Uyu niwo munsi wawe bavandimwe. Ndio siku yako wa ndugu zangu. Yesu Kristo mwami wacu n'umwami wawe. Yesu Kristo Bwana wako na Bwana wangu. None abandi bamuvuga bagira ngo bibarongere amafaranga. Wengine wanamusema ili waweze kufaidika na pesa. Oya rwose. Ahubwo nawe urime ngo hari bali nawe uze kwamba na mlango wazi umusaraba wakure Yesu bedine zalima iryo rembo Yesu aragushaka ngo nugururiwe agakiza imani. Yesu anakutafuta ya kwamba nawe endelea kuimba ya kwamba Besi byawe byawe cy'umukiza. Ninde wari mukiza cyaca? Nani angeweza kuokoa zambi? 79 hakurya. Muzabyisomera nimeza cyane. Nini mtasoma hapa ni mambo mazuri. Yesu katika uchungu wake. Yesu mwana ukomeye. Aliona kiu ya kizibo. Na walimwekea sifongo na sisi ilanywe. Lakini alipoionja alikataa. Ikaruvari ryari rimeze gite. Mbese hari abantu bari gusinzira. Abigishwa bari barushe. Mbese bari nyina wa Yesu Bwana we yari yananiwe. Yibuke kw'imihigo yakose kuri Petero. Mukeni ya kwamba yeye akujitaba yavuze ngo nabi yumva abandi bakwihakana. Yeye alisema hata wewe ariko abonye uburyo bari kugenza umukiza, lakini alipoona jinsi walimshambulia bamukurise hasi, akaona namna abonye ko bamutera itiku, akaona namna abonye ko bamushegeza bakamuceza, akaona namna bamuregeza kabisa na Petero ingabo lirasohoka n'imyanya. Petero naye nguvu zake zikabishia. Nawe Petero murasa. Wakaanza kusema nawe Petero unamfanana. Ni wewe usa nabo. Wewe unafanana kama vile wao. Alihakana yivuma. Yeye akakana kabisa, yeye mwenyewe akakana kwa nguvu. Yesu yanga kunywa sifongo. Yesu akakataa kunywa sifongo. Malaika walishuhudia tukio hilo. Aba malaika wala watembe wala hongao wa kamanda wao mpendwa sana. Wakaona kuvumilia kwa Mwokozi. Jua lilikataa kuona onyesho hilo la huzuni kuu. Karuvari ryari rimeze bite. Mambo ya Karuvari ilikuwa ni mambo ya kutisha. Karuvari huruma ya Bwana wetu Yesu katemewa mate. Hiyo ndivyo nako muyizi bano. Kapigwa mikuki na mijarede ku ndugu zangu. Unyesha abantu muri kukomeza. Epfo barandika ngo ekiriho nimeandika. Jua ndiyo Yesu alilia kwa sauti kuu. Yesu alizamililenga ambayo liliamsha hofu ya mioyo ya wauaji. Sema imekwisha. Kisha pasi ya hekalu likapasuka katikati yake. Hilo neno lilikuwa inasemeka none hagakiza karasohoye. Wokovu wetu umetufikia. Urasenga masengesho yaratambuka. Utaomba maombi yako yatapita. Icyaha kiliwa vandimwe. Dhambi ni mbaya wa kwiba niko kwatumije Yesu apfira ku musaraba. Wizi ndio ulimsababisha Yesu. Kusamba ndio kwatumije Yesu zamisi agirirwa kuki. Uzini ulimsababisha Yesu. Ishara ndio jana yakekeza kupitwa marasa na kuzuliza. Wivu ndio ulimsababisha Yesu kupigwa na dhambi na kuroga. Ndio byatumije bamwambika ikamba rya mahoro. Kiburi hata na kuroga ndivyo viliweza kumsababisha kuvaa hayo kabisa mipataje na hiba. Nyamuneka ni mukinguri mushisi. Hebu ndugu zangu muweze kumfungulia mgeni. Mushisi alakomanga ngo injire kandazani nguziza muritwe kandaturutsi Nazareti. Eti mfungulie mgeni kwa kuwa amekuja na habari njema. Alisema mkiza abantu wabahugiza wachagafaya musangi Karuvari.
Emera Yesu yinjire mu mutima. Bari Yesu Kristo aweze kuingia. Nasoma amagambo muri kino gitabo cy'ibihamya. Igihe abakristo b'imitora abagabo n'abagore bazakira Kristo mu mitima yabo, ngo gutekereza ibigezweho bizagabanyuka, ahubwo bazahirimbanira kwezwa kwa buri wese. Reka bavandimwe, umwami wanjye n'umwana wacu w'umwiyorere mu kanya gato agiye gukora umurimo wo koza ibirenge. Urabisoma muri Yohana 13:1 Yesu wa 8 aho Yesu yogeza ibirenge by'abigishwa kurushaho kugira ngo imitima yacu imeneke, twicishe bugufi, we koza umuhisemo kandi woge uhagiwe nawe akivuga no koza ibirenge. Nicho ubwo Yesu yaraje kugikorera Petero, wakati Yesu alikaribia kukifanyia Petero, Petero yaranze, Petero yeye alikanusha, akawa na kunyeza ibirenge basi ndio akasema kama unapenda kumtawaza nitawaza mwili. Petero ati Yesu winyoza, Petero akasema Yesu ni nakoza na ashobora duhuri. Yesu akasema nisipokuosha hatuna uhusiano. Yesu kama ukozi ibirenge urahingute utarebibane ko nta wantu unakiole cha kugiye. Wakati itafika muda wa kutawazana ni kuu usiseme mimi sina uchafu ndani ya mwili wangu. Bavandimwe, wandugu zangu, Imana idufashe. Mungu atusaidie. Uwo mwanya wo koza ibirenge. Tanzume isomo rimwe gusa. Tukasome somo moja. Yari n'abarangiye. Kugira ngo uwo mwanya nawo mumenye ko wanditswe kandi murabizi. Lakini ibyo kurya byanyuze Satani yanyamaza kosha imitima ya Yuda Isikariota mwene Simoni. Yinahereye kuwa kabiri. Yesu amenya ko Samuel yaguriye byose kandi ko yavuye ku Mana akazasubira kuri Yesu aliyakaliwa kwa baba yamempa vyote mikononi mwake. Arahaguruka aho yariraga, yiyambura umwitero we, yenda igitambaro aragikenyeza, akasimama mahali ambapo alikuwa akikenja kila ahera kwasuka amazi kumbe atangira koza ibirenge y'Yesu. Na kuchukua maji hata kutawaza miguu ya wanafunzi wake na kuwasafisha kwa kitambara. No kubyara kuzi kitambara cyenyeshe. Haya. Nuko yegera Simoni Petro na wanamubaza ati data msanii kunyoza ibirenge yazatiye. Petro akasema baba mfano wangu jongoshi ndubizi alikuzamenya hayo. Yesu akasema ndio yani nayo yafanya kwa leo elewe ya hapo pastor yoswa na bize. Pastor hata anafuta kwa pastor bozanye kama pastor. Pastor hawezi kutawaza afika kwa mapadri bozanye kwa mapadri kwa kuna siku ambayo tunasema pastor au padri atawazana na mwenzio. Ni sikurogera muri gihe umutogesha ibirenge. Utaona ya kwamba mtaingia kwenye meza takatifu bila kutawazana miguu mjua. Kitawakia tumia kwa magore boza magore na bagabo boza bagabo. Tunasema kwamba wanawake watawaza wanawake wenzao na wanaume kwa wanaume. Uko ni itegeko ry'Umwami. Kwa kuwa hilo ni shuti yani amri ya Mungu. Muri kiganga mama chiza kwenye muda huu wa mchana. Maana yaje tubifashirize. Mungu wetu atusaidie. Ngo duhaga chiri gitambo cy'Kalvari. Uweze kusamana na Mungu akari. Duhaga chiri gitambo cha Kristo. Uweze kusamini kafara la Yesu. Sobanukirwe urukundo rw'Imana yatanze Yesu. Upendo wa Yesu. Sobanukirwe neza urukundo Kristo yatweretse yatugaragarije. Bimenye neza ikifunguro gera litwibutsa nyine kwitanga kwa Yesu. Tujue namna meza takatifu inatukumbusha kujitoa kwa Yesu Kristo. Kuongera tumenye kwifunguro gera litwibutsa ijoro rya nyuma Yesu alizangana n'abigishwa. Oya kwamba akababwira ngo nzongera kuri ryaho ngarutse mu isi. Akasema kwamba nitachangia na meza takatifu nitakaporudia kwa Yesu. Ifunguro gera litwibutsa kugira umutima Mungu wa Yuda wabanye n'umukiza natwe. Meza takatifu litukumbusha kutokuwa na roho mbaya kama vile ya Yuda ambaye aliweza kufanya mambo yake mkuu hata asiokolewe. Itwibutsa imibabaro y'igetse na umukiza yagize. Itukumbusha uzuri mkubwa mwingi sana ambao Yesu aliweza kupata. Itwibutsa isaha yo kubambwa n'izuba ryanze kuza. Itukumbushe saa ya kutulikwa kwa Yesu Kristo kiasi na alikuwa alikataa kuona mambo haya. Yesu naza tuzimane na ingoma yake. Tuweze kuyalaya ufalme wake ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.